Yeah. Nam. Nije hili kama kawa. Tuzidi kuendelea kusonga mbele na picha hii. Basi mwanzo wa picha. Kuna mtu mmoja tunaomba anafukuzwa baya mbovu na mwenzake. Check mambo. Anafukuzwa bala. Inaonekana kuna gomvi fulani. Ghafla alimzuia mbele. Akamwambia wewe. Huyu anaitwa George Spencer. Watu wanaonekana si wa kawaida, wenye asili ya vampire. Kisha ndani ya kanisa moja kubwa, yuko dogo mmoja na ambao dogo ni balaa. Huyo hapo amekaa hapo chini, picha usipime. Akaambia kwa nini unavunja kanuni na taratibu za binadamu kuishi na vampire. Katika kamtuni nasema kila mtu anayefanya kuvunja sheria lazima adhibiwe. Kama kwa kigezo kipi? Katika mkataba ulioandikwa na Eli Nicola ambaye ilikuwa ni kiongozi wetu, alisema tuishi binadamu tusiue. Sasa mimi sijawahi zuiliwa, familia yetu haijawahi zuiliwa na mtu yoyote. Anaonekana dogo ni mbishi, anaonekana toa ni unyasiri ya vampire. Kisha yuko mwamba mmoja alipata signal pale. Wewe huku kinazidi kunakisha balaa. Sasa kaleta kwa watu kumwadhibu, anakuwa mbishi udogo. Sikumia teke moja, dogo anakuwa mbishi. Sasa dogo akakasirika. Sasa anakuja hiyo. Ghafla aliingia mwamba alimpa kitu hicho. Sorry. Jamaa akasema samani nilichelewa ila nimekuja. Huyo anaitwa Roy Sanka. Akaambia mwezi nizuia, kamba huyu soba vampire kamili, lakini ana nguvu kukuzidi wewe. Atadii na wewe pumbavu. Sasa cheki finya hapo ndani. Hey! Asize lika mashini hao. Hapo ilikuwa ni balaa tu. Che! Dogo analeta ubishi, anatengenezwa lakini asikii. Amevunja sheria ya kuvampire, haruhusiwi kuua binadamu. Cheki mambo. Hiyo alikosa hapo bablai. Kisha dogo alimsukumia mbili hizo, kamuongezea 3. Cheki mambo hayo. Kwa hicho kipigo. Wewe. Kwa hicho kipigo jamaa kaona hapana. Alitoka mbio balaa. Wanakuja mbio kweli yani. Bahati mbaya alikuta damu yao ni ya blue, maana yake hao ni vampire. Kajua amekimbia, ameshaogopa. Basi kuna utangulizi wa picha hii. Ndio tumeanza tu hivyo. Moto umeanza kwa ukali namna hiyo. Hakikisha una subscribe kwa wingi, na kuminya kengele pembeni pale wale mlioko YouTube. Na huku hakikisha kama unafuatilia Kigongo Maidi. Kigongo cha Love Story hichi ni kizuri balaa. Love Story baba, na ni ya vampire. Baada ya Vampire Boy leo ni kitu hichi. DJ Hero kwa mitambo kama kawa kwa 0742 140135. Tazidi kwenda kusonga mbele. Chapter 1, kitu ni love in time. Basi asubuhi moja kuna dogo mmoja binti huyu anakuwa anatembea anasambazaga magazeti kila siku asubuhi. Hiyo ndio kazi ambayo wanafanya. Wenzetu kule kwetu huwa hawanunui magazeti, yanarushwa bure ndani kwao, kwa wanapata taarifa halisi. Basi dogo huyu binti alikuwa anapita kama kawaida, shughuli zake za kawaida. Wakati anapita kwenye eneo moja, kuna shilingi aliona imeweza kuanguka. Kumbuka shilingi iliangushwa jana vampire na TX. Sema ni nzuri, leo ni siku yenye bahati. Kamba leo ni siku ya bahati, lazima nifurahie Lailam. Binti huyu anaitwa Lok Heilam, wanamuita kwa kifupi Alam. Basi ikiwa ni kwenye shule moja inaitwa Victoria University, yani chuo kikuu, binti alikuwa anasoma. Ghafla kengele yake, maskini ya Mungu, huyo binti ni maskini tu, sio mtu ambaye ana pesa labda ana uwezo. Kengele yake ilianguka, sasa akatoa gundi moja. Hiyo gundi hapo ni gharama kweli, anaanza kuifunga ile kengele yake. Ghafla alikuwa rafiki yake mmoja, kaambia habari rafiki yangu. Huyu nani? Huyu anaitwa Ngai Sam, ni rafiki kipenzi kabisa wa binti. Sema rafiki zangu wamenikaa na mimi vizuri, na nimegea maisha yangu pia. Tukapata chai. Kama Ngasam, angalia, wewe ina gharama kubwa, unachezea hivyo. Kabla haina haja. Mama ameniambia ataninunulia nyingine. Hii inauzwa $30. Hebu acha utani bwana. Ghafla kuna gari ilifika, wakashuka mabinti wawili. Hawa ni matajiri. Unajua chuoni kila mtu na uwezo wake. Huyu mamba mmoja anaitwa Hoileng.
Hapa kisa ya mwingine ana mikwara balaa. Hawa ni matajiri. Huyu anaitwa Max. Huyu anaitwa Max. Kisha kashuka binti moja. Huyu ni tajiri kweli hapa. Huyu hapa anaitwa Prince Queen, ani queen wa shule, ndio mkuu wa shule hapo. Yaani kama kiranja mkuu. Kama huwezi kuona sisi tunafanya vipi, kama sogeza baskeli yenu. Hii baskeli yenu nadhani ni ya muhimu sana. Kabla idea. Kabla ngoja wewe, unamaanisha ulikuwa sahihi. Kaa mbali na sisi. Mwe mnaheshimu hata kama tuna hela bana. Kabla mtu nyewe maskini. Hii katupa jalalani bwana. Hii mbovu. Unajua watu matajiri ndivyo wanakuaga na dharau. Jamaa lalamika kwa sababu alikuwa anadharulika. Basi kama usijali. Lakini haina haja sana. Tuendelee na mambo yetu. Kwa bahati mbaya akaangusha ile shilingi. Sasa anakimbilia ile shilingi. Kumbuka juu shilingi ni ya nini? Anakimbilia kube akafika kakanyagia. Sasa anakwenda kuyokota. Gafa kuna mambo moja anakuja na pikipiki huyo. Si alimkosa. Kidogo alikuwa pikipiki. Wewe uko sawa? Alikuwa nani? Alikuwa yule mwamba Roy. Tulimuona jana usiku. Takaga swaga na mtu huyo. Binti kabisa kuomba samani. Kama naomba samani kwa sasa hivi nilivyofanya. Kama ukitaka kufa usio unajumuisha wengine, kaa mbali na mimi. Pumbavu. Binti alipigwa biti, kabidi atulie. Sasa baadaye kaambia mumia kwani? Sema hapana. Basi binti kama kawaida, shuleni kwa kila mtu anakuwa na kisanduku chake, kina funguo yake. Basi alikuja akaweka ile shilingi. Kumbe anakotaga nyingi. Kaja kaweka na ile. Hajui nzani anaokota anaweka tu. Sasa kati anafanya vile. Kama wewe umeacha simu yako pale jikoni leo asubuhi. Pale binti mmoja. Huyu anamuita Masitang. Mani Sintang. Kaambia asante landlord. Sio kisako kwenye mitamba kama kawaida. Ni DJ Hero tunazidi kusonga mbele kwa 0742 140135. Tu kazi yetu tunaofanya kama kawa. Ukipenda kunisupport, ukitaka kupata gongo hichi WhatsApp kabisa, njoo live kwa 0742 basi 140135 kwa pesa yako tu. Basi baadaye walikuwa wanapiga story mbili tatu. Watu wanasema kuna mgeni mmoja amekuja shuleni. Nasikia ni mkubwa, ni mzuri jamani. Yuko mgeni amekuja, anaitwa Roy. Mimi nitakwenda kwa yani mchumba wake. Sasa kama mrudi chuoni, kila mtu anamjadili huyo. Hasa binti ambaye ndio kiongozi mkuu hapo shuleni, yani Queen. Binti akasema, nasikia kuna boy mmoja ambaye ni handsome amekuja hapa shuleni. Nasikia anakaa ni mzuri kwa ajili yangu. Asema kama niende washroom nitakuja. Asa ilikuwa wakati profesa anakuja. Za asubuhi vijana. Mko salama? Za asubuhi profesa. Kama leo kuna wanafunzi wengi wanakuja kutembelea leo. Inafurahisha sana kutokana na historia ya Europe. Tunaishi vizuri. Wiki nzuri. Natumai wote nimefanya homework zenu. Mmoja kusahisha mmefanya vibaya, wengine wamefanya homework vizuri, wengine vibaya. Akaitwa kwanza. Kambe huyu ameonyesha kwamba jinsi gani ameelewa mtihani wake, yani wewe umwekileo mpa. Vizuri sana binti. Sema nashukuru profesa. Basi watu wakapiga makofi. Lakini sema kuna mmoja like Heilam. Huyu binti huyu. Sasa akaja pale. Profesa alimwangalia kwa hasira. Umefanya upuzi gani kwenye homework yako? Hebu angalia ujinga umeandika. Umefanya ujinga. Hamna kitu umeandika umeweza. Kamba samani profesa. Nitakisha kama muda mwingine nairekebisha. Sikubali upuzi kama huu. Akatupa karatasi mzee mambo asakaidaka. Wachana kwa wewe. Yule Nsamu amekuja. Sasa profesa kabisa ashuhudie. Nini? Hapo profesa mwenyewe anafanana na Magufuli bala. Akaachia karatasi ni uchafu kwangu. Kaitupa chini. Kwa dharau. Watu wako wewe. Basi kama binti ni wakati huu. Oya. Mimi naitwa niko kwenye board ya school president. Salimiane. Jamaa kamcheka kwa dharau kaondoka. Binti aliaibikaje? Watu wanawaje kumuona sasa kapoenda upande wa nyuma. Wanawake wanampenda huyo mzee. Boge la Ensam wanasema kabidi wahamie wote upande wa nyuma. Profesa anaangalia tu. Sikila fulana na Magufuli. Watu ni wawili. Basi tuendelee kusonga mbele. Atakitaki utani. We! Piga kwenye dawati pale. Kila mtu arudi kwenye siti yake, tuendelee kufanya homework.
Hapo zamani pesa zilibadilisha tamaduni ya watu na vitu kama hivyo. Hasa akaanza kufanya somo. Akati anafundisha wasichana wanamwangalia wanaona tena ana ile interest na mtu yote. 喺18世紀嘅時候，洛森公爵約翰達德利娶咗當時法國皇位承繼人真格雷。最受歡迎嗰位同學。 Wakati anafundisha ghafla alianza kuishi hali ya tofauti kabisa na zingine. Wakati anazungumzia kuhusu ile pesa, kuna hisia ambazo aliweza kuzipata. Profesa Khan anaelezea hiyo habari. Sasa kumbuka hawa wameishi miaka mingi zaidi duniani. Jamaa akamwambia hapana, wewe ni mwongo, umekosea. Kwa sababu sasa profesa Khan anafundisha ile story. Jamaa akaanza kuieleza. Sikimwambwa kama kwa sababu kipindi hicho alikuwepo, akaelekeza kwa usahihi kabisa. Kwa profesa. Sasa kwa nini unaniuliza swali? Asema ni kweli kutokana na Oxford ya University. Imesema kama alivyosema. Na maana wewe profesa ulikosea. Kitu kikweli alionyesha takwimu kwenye laptop ni padi. Watu wako wewe, huyu jamani shida, the genius. Basi baada ya masomo Ngai Sam pamoja na Elam huwa wanakuja kukaa huko. Huwa anajifunza basi mazoezi ya judo kawaida ambao huwa wanafanya judo, yani mazoezi yale. Wajapani wenzetu wameenda mbele. Kwa hiyo msiwe na shaka. Wanapiga zoezi la judo nini? Basi mazoezi yalikuwa yamepiga muda mrefu zaidi kama tunavyoweza kuona. Wow, 你睇幾點？ 我覺得間下午茶餐啊！ Asa binti akajikuta amechelewa. 你幫我去住個茶餐嗎？ Kwa kana anakimbia kuwahi shuleni. Gava zakapanyana na mshikaji, kaambia samahani, kaambia usiniletee upuuzi binti, kwa makini. Hataki mazoea kabisa. Sasa binti akashangaa mbona nimeangusha hela yangu. Hata kuna shilingi 500. Yaani kule kwa binti maskini na Mungu. 500 yake anaangalia haoni. Sasa kaona ngoja. We, subiri. Nahitaji hiyo. Hiyo. Nini unataka? Kana naomba kuponi yangu. Nimeangusha chini, umeikanyaga. Asa alikuwa ameikanyaga. Mama yangu we. Mimi siwezi kukufuatilia wewe. Usitani kama anajipendekeza. Sasa kuangalia maskini dola yake. Maskini 500 yangu. Kaambia ni 500 tu hiyo. Haina shida. Kaambia wewe, madam na pesa nyingi kama wewe. Hii inanisaidia vitu vingi. Nanunua chai. Wanga wanapata pesa ndogo, asubuhi napata hela. Sio kama wewe. Nikipigia mahesabu hii pesa yangu, umeangusha leo. Ni hela nyingi. Sasa binti akaanza kuongea muda mrefu. Nanywa chai, nafanyia kila kitu. Hii, shilingi 500, umekanyaga. Jamaa akaondoka hataki yani matatizo na mtu. Akapita hivi. Sasa binti anaangalia hela haifai tena kununua kitu. Basi ilibidi aweze kurudi nyumbani huko. Wao ni maskini sana. Kwa alipita basi wanauzaga chakula kwenye store moja. Lakini wao pesa wanayopata kwa kweli ni ndogo sana. Kama wewe isaidie hiyo, itakusaidia usiku tena. Tutaendelea kuitumia. Kama nakwenda kufanya usafi, nitarudi. Basi binti alimwaga, akaamua kuweza kuondoka. Kaambia kuna wanafunzi wawili ambao wanafanya kazi vizuri sana. Kasikia sauti ikiwa inasema. Asa kaambia njoo. Chungulia. Jamaa anazungumza huko. Akasema labda tufanye mwisho wa mwezi ujao. Alikuwa ni bosi wao, alikuwa anaongea kwenye simu. Anataka kufunga ile club kwa sababu alileti pesa yote. Hey, nafanya nini? Kaambia kwa nini unaongea tu? Unasikia kitu kiongea kwenye simu. Nataka kufunga hii stock sababu gani? Sema nataka niifunge ndio. Sababu angalia maboksi hayaendi, kazi haiendi. Kazi tunafanya kwa gumu. Kaambia shida nini? Tuambie. Sema nadhani kwamba utaona hili. Sema unajua nini? Alipati faida yoyote. Tunafanya kazi kila siku. Nyinyi mnahitaji mshahara. Mimi sipati faida yoyote. Kosa nini na maana yake hapa? Nabidi nifunge maana hii. Haina faida. Mimi akaambia unasema hivyo. Sisi ndo tunakaa hapa. Tunahakikisha kama tutafanya kazi kwa bidii. Na vile vile tutatoa hata baadhi ya mshahara wetu. Kaambia nadhani itakuwa ni kupoteza muda.
哋減人工啊？ Kama labda tutakata na mishahara yetu pia. Takuongezea wewe bosi wetu ili kampuni iendelee siuwe. Maximum sawa. Nyie kweli ndio watu wazuri. Afanya kazi wangu wazuri na wajivunia. Msiwe na wasiwasi. Basi alipokea simu. Sawa tunafikisha mzigo sasa hivi. Haya. Kasabesi. Hao wanapataga oda ya chakula wanapeleka kwenye nyumba za matajiri. Kwa kazi wanaofanya. Kambe, nimepata oda. Gawa sakapata oda nyingine tena. Oya, mimi nitaipeleka kule. Bye bye. Binti akapata nyingine. Akasema, chukua na hii. Peleka hii chakula kwa bosi mmoja, Mr. Spencer. Anakaa huko chini. Amepata anasema nataka oda. Basi kwa Mr. Spencer ndo huko. Mzee anapenda starehe bala. Sasa mzee makwanja anakula hapa. Huyu ni mzee yule mwenye pesa anapenda starehe, mademu wakali nini kama kawa. Ni mzee wa starehe. Kama tunamjua tulimwona mwanzo. Huyu ni vampire la kama tunavyofahamu. Basi akata amekaa kamfuata dogo. Kama sijui wewe mwanamke gani nitakuja kukupendeza wewe rafiki yangu. Kama mimi sitaki kujua mambo ya mama. Sasa sema hivi. Kabla acha hizo. Mazingira yamekuja mazingira mapya. Unatakiwa uhakikishe kama unafanya mambo mengi zaidi. Hapa kuna wasichana kibao. Yuko mmoja atakayekupendeza. Ulishi uzuda kuishi kwa maisha giza. Leo tumekuja huko maisha mazuri. Tafuta. Ulimwengu ni mzuri sana. Mimi sitaki kuhangaika na watoto wa kike huko. Azana sio kasahau. Mkataba wetu ni kwamba nimefikisha nusu ya mwaka nitaondoka. Hapa kamaliza kupiga ile kinywaji tumaya kaondoka. Kaambia relax na enjoy. Wewe kijana vipi? Kama binti anamwangalia. Binti moja kamuona hapa kwa anamshamkubali mwamba. Kamsogelea. Kaambia nimeumia, nimejikata. Angalia. Jamaa kaangalia. Kafanya chap, kaitoa ile damu. Hapo kaishia. Binti zanaenda bembelezwa. Wapi? Basi baada jamaa yako anapendagi mambo ya starehe huyu. Roy alikuja pembeni huko. Kuja kukaa punge hewa. Sasa binti moja kaja. Kaisi kuna mtu anakuja. Binti akamwambia hai. Sasa binti akaanza kuongua nguo moja kamfunika cha upuuzi. Amata kama ni mzuri kama wewe. Wanaume huwa watuheshimu wanawake. Kama wewe una haraka namna hiyo, ameshinda kuzungumza naye. Kamba huyu mchezo unaonichezea mimi siutaki. Kaambia kila mwanamke ni tofauti. Wewe ni mjinga tu. Unachagua. Unaamini kwamba yupo atakaye kupata, atakaye kupendeza hata mmoja. Kamba sasa imetosha. Mimi sitaki ujinga. Kamba nitahakikisha kwamba nakusurprise rafiki yangu. Hasa kumbe wakati huo Robinti alitumwa alete chakula kwa huyu Mr. Spencer. Sasa ndo wakati amefikisha nini? Chakula hicho. Sasa kafika kuta basi sherehe zinaendelea kupigwa nyingi, starehe mingi, muziki wa kutosha, watu ni kudansi. Binti hajazoea hizi. Maisha yake ni maskini. Sema nini? Kwa Mr. Spencer meza yake iko wapi? Kuna kitu nimeleta. Kabaweka pale mezani kuna hela yako ishaandaliwa pale. Basi binti kabeli asogee. Afika pale chap, akachukua kagua pesa, kweli pesa imetimia. Sasa akajisikia kwenda bafuni yani. Akasema anataka kwenda bafuni au toilet bana moja chooni. Kaambia yuko wapi? Anyoshoa pale. Brandis akanyosha kwenda. Sasa kufika kuta Mr. Spencer ndo huyu. Samanene, nitaka niingie kule restroom. Wewe nikatumia basi. Nenda hapo juu kuna choo, kuna chumba kina choo. Haya, basi binti akatoka, anaenda toilet. Sasa kumbe mzee mzima kamdirect mahali anaishi Roy. Sasa binti hajui. Binti afika kukutana na Roy uso kwa uso. Roy akamwangalia. Wewe unamleta kwa ajili yangu Kamba kwa nini umeingia? Sasa amenia direct hapa juu. Mimi sikujua kama huko. Kamba jamaa kazi tamaa tu. Kwa nini umekubali sababu ya pesa? Hapana, mimi sio kama shuleni. Hapo sio kanyangalia mimi kazi zangu mbili ni moja. Mimi nimekuja kwa ajili ya pesa, nimetuma ulete mzigo nimeleta. Sitaki niweze kunifanya mimi usahau kama huo. Kamba mna shida. Najua kwa pale mzuri. Lakini kila customer kumsaidia kila kitu anachohitaji.
Jamaa akamwambia ngoja. Kaja kakaa. Kwa hiyo wewe umekuja hapa kwa sababu hiyo. 知嚟咯。 咩意思啊？ Unamaanisha nini? 咪送外賣咩？ Umefikisha mzigo au wewe ufanyaje? Kamacha ukichaa kamleta njoo hapa. Tulia. 錢就要交足貨。 Unapata pesa Yeah. basi tumalize kazi. We kamvuta. Nakukata mbawe. Sasa mimi nataka kumpiga nini ile? Judo. Jamaa amekomani mgumu. Ghafla mtu anajikuta mlala kwenye kifua cha mwanaume. Hey! Kata kibao. 你當係乜嘢啊？ Wewe ni kichani. Unanifanya mimi kama hivyo. Hata kama maskini siwezi kufanya pumbavu kama huo. Binti akaishia. Jamaa kaona, vipi surprise baba? 你仲笑？ Wewe mjinga unacheka nini? Kama hiyo sumi sina la kufanya katika hilo. Umeshindwa mwenyewe kufanya kazi. 佢真係好， Wewe umeshindwa binti ameenda. 一巴都避唔到。 Mimi nikwambia ila sijaamini. Mwanangu hata kidogo umekaa hata dakika 2. Maana yake huyu ni mkubwa. Huyu amekufaa wewe. Sasa baadaye binti kaja kwa na hasira, anakula kwa haraka haraka, amekasirika leo. Maana mwingine amemvuta. Kama mbona huyu amekuwa hivi leo? 冷靜啲先，發生咩？ Kwa mpole. Nini shida? 你啱死。 Kama hamna kitu. 食飯唔係世界末日，都應該末日審判啦啩？佢真係正衰神嚟㗎，一嚟差啲俾佢車死，跟手等我份功課落地，仲要鏟爛我張 Q 房，仲要兩我啲。 Binti akaanza kueleza, huyu mwanamume mjinga amekanyaga kuponi yangu, amenikamata leo, amenikumbatia, wala lazima mimi simtaki. 咁係睇佢唔順眼。 Sasa kaambiaje? Mimi nakushangaa. Watu wengi kule shuleni wanamsobokea yule mwanaume. Wewe unashindaje kumfuata? 對啊，對啊。 Kama mimi siko, hata kama hivyo, mimi simpendi. 嗱， Angalia huku. 線咧代表你今個月嘅總收入，紅色線咧代表你今個月嘅總支出。 Basi binti akaanza kumuelezea mambo fulani ambayo wanakuaga ya shuleni. Maana binti kumbuka alifeli homework. Kwa hiyo basi hapokuwa akikaa. Kama lakini watu wanaendaje pesa. Angalia hapa, tunataka kufanya kazi zaidi. Binti anasema kaela kwa ni ngumu. Ghafla simu yake si ikaita. Hey, 電話響嘅。 simu si inaita hiyo. Basi alikuja kuangalia simu.嗱，師奶， Sema hello mama. Mama yake alipiga simu na binti. 你識整八寶鴨啊？ Sema hamna shida. 啊，我 Nitakuja wiki ijayo. Niko namaliza homework mama hapa. 放心喎。 Nimekula. Dai. Mama alikuwa anamjulia hali mwanae. Kabla tulia wewe. Kati ya wajala. Wala njaa. 我食嘅 Sema hamna shida. Wewe usijali. Nitakuwa mnene, tutanenepa mamangu. Wala usiwe na wasiwasi. 真係啊，我會。 Nitajijali peke yangu. Hamna shida. Kwaheri. 拜拜。 Basi alikata simu. 頭先喊晒口，對住阿媽就報喜不報憂。 Kampeni wiki inayopita yani maana hela ni ngumu. Hatuna njaa balaa hapa. Lakini nitakuwa mtu mpya kwa ajili ya mama yangu. Hamna shida. Watu fanya kitu. Wewe niende Leilam. Binti akanajiambia, "Ngoja niende nikatafute hela." Unafanya nini wewe? Acha kula alichokuwa nacho ni kidogo sana. Hana una uwezo mdogo wa kifedha. Basi baadaye upande wa pili huku kwa nyakati za jioni palipoweza kufika, Mwamba anakaa katika sehemu moja ambayo ni nyumba yao, anapiga piano kama kawaida. Baada ya ile kilichopita kile cha Vampire Boy, leo nimewaletea watazamaji wangu kingine kama hiki cha love story, lakini baba ni vampire yuko ndani katika picha hii. Basi alikuwa anapiga piano kama hivyo kawaida. Kuta vampire lazima piano anajua kupiga. Hiyo ni kitu ambacho kawaida. Kwa 0742 140165 hakikisha na subscribe pale YouTube channel, unajiweka sawa na unaminya kikengele. Basi hakikisha tunakwenda sawa pindi nitakapotoa mpya, basi uweze kuipata. Sasa kucheza piano kama hivi 好啱搞開。 ni kwa ajili ya party au nini? Jamaa kaambia hapana. 開心下。 Kama mwezi ujao itakuwa na birthday yako, No. utakuwa unasherehekea. Tulia wewe. Basi mimi nitakuhakikisha unasherehekea. 我真係諗到個好好嘅 idea， 你會玩得好。 Nadhani kwamba itakuwa vizuri sana kama utakuwa na furaha zaidi. Na mimi nataka nikufanya kitu uweze kufuraha. 重點路地。 Tukimaliza muda basi nitakupeleka sehemu nyingine. Jamaa kamwangalia. Wewe kaja mbivu. Sasa wao wana utani. Sasa wanapokimbia wana speed balaa. Cheki mambo. Wanakimbia balaa. Sasa binti kuma naye ametuma kwenye oda zake zingine. Hakujua kwamba kuna watu wanakimbia. Kumbuka binti hajui chochote. Sasa kati jamaa anakimbia, kumbuka wao ni wanacheza. Kama wanacheza ile ndugu wawili wanapendana hao. Sasa akapiga gogo mwe hilo. Binti anavuka juu. Si! Gogo hilo. Binti akapata ajali mbaya.
Basi kitu kiwa live in time kama kawa. DJ Hero kwenye mitambo kwa 0742 14 Gogo likatua na binti kule. Mwamba anakuja. Kumbuka wanakimbia, waligundua kuna mtu ameumia. Oya, kuna damu Basi walisikia harufu ya damu. Sasa binti ajikongoja. Binti kwa tayari mzigo ufike. Bora yeye aumie. Ghafla jamaa si akaja. Kamkuta binti ameumia. Kaambia pole. Say sorry ah? Kuna semaje wanasema sorry? Kama sijaelewa usiku wako. Mguu wako umevunjika. Kama mna umetenguka tu. Mimi nitakwenda hospitali. Jamaa kaambia tulia. Bado unaendelea kufukisha mzigo. Mimi nitakulipa. Wote nikupeleka hospitali. Unataka kunilipa mimi? Tulia. Nasubiri oda bana. Kuna birthday party mahali. Nimenipa oda. Nitapeleka kampuni yangu itafeli bwana. Jamaa kamchukua binti kwa lazima. Binti anavunjika mguu anataka kwenda. Basi jamaa kwa kaja na gari chap. Kumbuka jamaa anataka dogo apate kitu hiki. Kaambia wewe kama utapenda pakizi hapa mpeleke hospitali. Sasa kaunja kwenye mawazo. Maana unafanya kwa sababu ili mpate binti. Hey, umeumia? Sasa kumbuka kaka mtu anataka dogo wake ampate ubinti awe mtu wake wa karibu. Kaambia nimekuletea gari, mpeleke haraka haraka. Sasa binti asikia anataka hakisha afikisha mzigo. Sasa kama mimi sitaki kwenda hospitali. Kaambia mna shida, tutabeleka kila kitu. Usijali kuhusu pikipiki yako. Basi jamaa kamchukua kwenye gari, akampeleka hospitali. Hiki ndio kitu kaka mkwe anataka. Anataka dogo apate mchumba. Basi baada ya kumleta alifika hapa ndio sema nitakuwa apeleke mzigo. Sababu binti anangangania mpaka afikishe mzigo. Basi alichukua kamba subia, nitakusaidia, address ninayo. Ngoja nimpelekee mzigo wao ndani, alafu basi nikupeleke hospitali. Binti akiwa hapa kaanza kuwa na mawazo. Nini kimetokea? Watu wanashangaa. Sasa amepata ajali maana amechelewa. Sasa binti akaanza kufikiria, huyu mtu kwa nini anafanya hivi? Mimi natokea kama simpendi. Sitaki kuingia kwenye mambo yako. Binti akanaangia. Sasa jamaa wako wakati binti anajizungumzia kimoyomoyo. Kumbe jamaa huwa anasikiaga mawazo ya mtu. Kumbuka huyu ni vampire. Binti amejiongea maneno mengi. Tamshukuru akifika hapa. Sasa akafika hapa. Kumbe jamaa shajua umefikiria nini. Kaambia shika hela yako. Kaambia asante. Kaambia na hii hapa ya tipu. Kwa nini umechelewa ndani sana? Kaambia kucheza na mtu wa kufikiria. Sasa amejua kama nimefikiria hivyo. Binti akasanga amejua kama nimefikiria hivyo. Hawa anajua kama niko siko sawa. Ama sasa tunaanza kwenda hospitali. Sasa binti mimi sitaki kwenda lakini amevunjika mguu. Kamwangalia kwenye macho, binti akalala. Piga kimbola, asikia alafu ameumia. Basi akatumia nguvu penye huo mpaka hospitali alimweka. Siku kuti ya mali kaka kumsimamia binti mpaka aweze kupona. Sasa binti anakuja kushtuka. Kambo ulikuwa umezimia. Dokta anasema kama mguu wako ulikuwa umevunjika na amekufanyia ECG, EG, X-ray zote. Mguu wako ulikuwa umevunjika. Na kaambia mimi nataka baba nilete hospitali private. Za serikali zipo. Ni kwa nini mguu wangu umeumia? Kwanza kwa nini umenileta hapa? Na hospitali ni gali. Mimi siwezi kaba. Mimi naondoka. Sasa siwezi kuondoka mguu umevunjika. Kaambia kuna njia. Utakaa hapa wiki moja, wiki ya pili ndio utaondoka kwenda huko unakoenda. Baada ya siku 3. Kwaona kama nimesikia mguu wako unavyouma. So people watu wote kama wewe. Ukiona pesa ni kitu muhimu. Kaambia sasa nani anakwenda kulipa? Nitakurudishia. Sasa mimi nishalipa. Mimi nitakufa. Sasa kaanza kumfikia jamaa vibaya. Jamaa akakasirika. Nitakuja wewe lala. Basi akaondoka. Binti alimkasirikia, sitaki kuwa na ukaribu na wewe. Na mambo kama haya. Kijamba yeye anajua anachokifanya. Basi huko nyumbani jamaa yako anafurahi. Leo jamaa amekaa sana na binti na natumai atakayopata hisia yote kumhusu. Ilikuwaje leo rafiki yangu? Kaambia cha upuzi. Kama unaonekana kama ulikuwa una wasiwasi, kweli mmekaribiana sana. Kaambia sio siasa. Alilumia kabidi nimjali. Nimempeleka hospitali na nimelipia bili. Na yeye nilikuwa wajibu wangu sababu mimi ndo sababisha ile ajali. Kaambia sio hivyo, sio kirahisi hivyo. Akirudi hatimaye mtaendelea kuwa na mahusiano mazuri.
Kwa nini umeweza kuamua kufanya kitu kama hiko? Unaonekana kwamba una mawazo ambayo ni tofauti. Unaanza kuchukua wajibu kwa mtu usiyempenda. Unaonekana unampenda au utamuoa kama unataka kumpima mawazo. Jamaa kakinga na glasi. Wewe usinikinga mawazo yangu. Kaambia acha kuchukua hisia zangu. Kaambia hamna kitu. Nataka kujua unampenda binti kiasi gani. Nataka kujua unampenda binti kiasi gani. Kaambia msichana ni mzuri mwanangu, mkali. Unajua hisia za watu zimetulia, za binadamu zimetulia. Labda wewe tu tafuta anayekupendeza. Haiwezekani. Tafadhali. Hapa hakuna chochote kile. Wewe tafuta anayekupendeza ndugu yangu. Jamaa sema sitaki hizo story. Kaambia kwa nini basi unapenda kujidhalilisha kuingia kwenye maumivu? Hasa alikumbuka. Kumbe zamani maskini ya Mungu alikuwaga na mpenzi wake. Ghafla aliingia mwanga mmoja anaitwa Marcus. Tiki mambo. Marcus ndo alikuja alimsababishia maafa makubwa. Hiyo ni kumbukumbu alikuwa anakumbuka. Ambapo Marcus alimuua mpenzi wake. Cheki mambo. Si usiati. Marcus alimuaga. Hiyo ni kitu ambacho ipo kwenye kumbukumbu ya mwamba mzima. Hasa anapokumbuka hii habari, basi roho inamuuma. Alikuwaga mtu wa kawaida, ila Marcus akamsababishia basi kifo cha mpenzi wake hapo zamani. Kama kawaida alikaa usiku mzima akikumbuka yale yote, na ndo mpaka leo amevalia ile cheni yenye pete ya mpenzi wake aliyeuawa na Marcus. Basi kwenye hospitali leo kuna mtu mmoja aliweza kuvamiwa, asijulikana alivamiwa na kitu gani. Cheki mambo. Lakini kuna ile hospitali yuko vampire mmoja anaitwa TX. Basi wakisema mama ameweza kuharibika. Hasa TX aliingia kwenye hospitali ambao binti yupo. TX kumbuka ni vampire, yule ambaye alikuwa anashambuliwa mwanzoni alikimbia. Hasa binti anaingia kwenye lift anataka kwenda chumba cha juu. Kumbuka anavunjika mguu. Ghafla mama nakatika, manake TX yuko hapa. Binti alipiga yoe, jamaa akasikia ile yoe, aligundua TX yuko kwenye hospitali. Aliona damu. Alijua TX yupo. Kama fast ni vampire, alifika chap. Aligundua TX yuko kwenye hospitali. Hasa binti, mzima Roy hata kuwa wapi? Binti atakuwa kwenye lift gani? Alipiga mahesabu haraka. Yeye ni vampire, ana uwezo. Aligundua binti yuko kwenye lift namba ngapi? Sio mambo. Lift ya juu. Basi akapanda ghorofa ya juu mara moja. Nataka kwenda kuwahi kumsaidia binti. Asije kukutwa na TX. Kufika hapa, hata kuna maiti ambayo inapitisha tu hivi. Ndipo alikuta binti amekaa kwa mloana damu za kutosha. Loilam, uko sawa? Ni mimi hapa. Niangalie Loilam. Basi binti alizimia. Sababu alichokiona kutarajia. Basi kitu ni Love in Time kama kawa. Tunakwenda Baba Heroes Studio, DJ Hero kwenye mitambo kama kawa. Basi wa Nesto alikuwa anamwambia uweze kulala, kisha kama unapumzika kwa haraka, usihangaike tena. Kama sijaribu kuzimia, kamba nilikutoa mazimia, alafu chakula unaonekana na ujala. Kamba nilikula chakula saa 2 tangu jana shuleni. Kwa tumbo langu lina njaa. Nitakwenda pale chini kununua chakula. Sasa nilipokuwa pale, nilimwona mwanamke mmoja mwenye mimba, amevamiwa, ana damu nyingi. Naona kidogo na mimi nilipata mshtuko. Kwa hiyo nikawa nimedondoka chini. Sijaonaga damu nyingi hivyo. Basi jamaa kajua. Basi ni vizuri uko sawa. Basi akaanza kuondoka. Kwa nini ulikuja kunifuata? Jamaa kaondoka. Namna hiyo. Binti ya kutambua, lakini jamaa aligundua binti kumbe yuko salama. Sasa ajali ya gari tu, haijulikani sababishwa na nini. Mama yule ameweza kuanguka mpoteza damu nyingi zaidi. Basi pale kaka yake akaja. Sasa kuna mtu aliyekufa, jamaa kaja. TX alikuwa hapa. Lakini inaonekana bado yupo. Najua. Hatuwezi kumkamata kwa upande huu. Atakuwa ameshaondoka. Kwa sababu ameumiza sana mtu huyo. Sio vizuri. Kamba hilo hospitalini ndio sehemu yake ambayo anapenda sana kupata mawindo mara nyingi. Lakini kumbuka misheni yetu ni kuhakikisha kwamba tunaondoa vampire wanaoua binadamu. Kambia sawa. Huwezi kumkamata hivi hivi. Sasa kwa nini na wewe? Hujamnunulia binti msosi maua ukampelekea nini? Tunajua kawa. Najua ushaingia kwenye mahusiano. Unaanza kumpenda Lokle Helam. Unaanza kumuelewa. Kama mimi nilikuwa na wasiwasi na TX asije kumuuliza. Kaambia kwa hiyo kumbe unamlinda binti, si ndio?
Kaambia sitaruhusu TX aumize mtu yoyote, hata binti. Nitamlinda hata Helam. Jamaa akajua binti ameshaingia kwenye mahusiano. Jamaa ashamtokea demu huyo. Basi huko nyumbani leo wanadiscuss kwamba ilikuwaje ukapata ajali. Sasa mimi sijui. Hamna budi kuondoka. Mimi sikuogopa. Alinipeleka hospitali. Kama sasa amekulipia hadi hospitali, inakwenda kuaje? Mzani kwamba ni ujanja huu. Kaambia hamna. Ni mtu anayejiona naye. Kaambia pale nje tunadaiwa kodi. Na hii ajali tena. Nani atakayefanya hivi? Ashika hii hela. Nenda kamrudishie hizi pesa, mwambie tunashukuru kwa msaada wake aliokupa. Kaambia hapana. Mimi nitakwenda kumlipa taratibu. Kaambia ujue ukipata ajali ameshakulipia kwa hospitali mpaka umetoka. Nenda kampe hela, muombe. Kaambia hapana, mimi nitamlipa taratibu. Kaambia hapana, nenda kampe hela tumshukuru kwa sababu amekusaidia. Kaambia usijali. Mimi siendi. Nakuamini bwana. Nenda kafanya hivyo. Kaambia Helam, acha ujinga. Wewe ni mzuri. Kule shule watu wanamng'ang'ania huyu kijana, wewe unamkataa. Hiyo ni bahati yako imekuja au sio type yako? Mimi sisemi kwamba hajakupendeza. Kutokana na statistiki, asilimia 90 ya wanawake shuleni wanampenda huyu jamaa. Kwa sababu wanampenda, nataka kuingia kwenye mahusiano yake kimapenzi. Kwa nini wanakosa nafasi? Acha ujinga. Mimi simpendi wala simtaki. Na pia sitajihusisha na mahusiano yangu yote. Nataka nimalize mafunzo yangu, ni graduate, mimi niende na shughuli zangu. Na usije ukaniingilia. Nataka niende kufanya homework. Nyie wawili nyie pumbavu. Mtawaua. Binti alikasirika kaondoka. Kanalalamika. Basi upande wa shuleni leo, binti kama kawaida yeye ni kufikisha mizigo yani anapotumwa. Sasa leo alichelewa. Sasa alifika hapa akamkuta mwamba huyu hapa. Anataka kuonesha ishara ya asante. Kama mimi sijui nikulipe nini. Sababu ulichukua. Na basi unisaidie kupeleka mizigo yangu. Maana unasaidiaga watu. Kama jamani, nisaidie kupeleka mizigo. Maana unasaidiaga watu. Chukua basi, irudishe kule. Kaambia una shida gani na mimi wa binti? Binti anataka kumchanganya mshikaji. Sasa mshikaji akara anapanda juu. Binti anamfuata. Jamani, chukua basi pikipiki, uirudishe kule. Kwa sababu ni ghali sana. Ubaki nayo kwa sababu mimi sina hela kukulipa. I see. Mimi ni maskini tu eti. Chukua basi. Chukua pikipiki nimekupa. Sina hela kukulipa. Nitakuachia mimi kwenye funguo. Jamaa akamwambia toka. Sasa binti analazimisha kumwekea funguo, akamsukuma binti kwenye maji. Wow! Binti akaingia kwenye maji. Jamaa amemsaidia kwa bure, binti ataka kulipa. Sasa binti hajui kuogelea. Akakumbuka binti anaonekana anafanana na Susiati kabisa. Sasa kimkumbuka Susiati haijafanyiwa. Binti anazama. Fast tu alimokoa. Huyu vampire. Kuja kumamsha. Laila alimpiga busu lile mouse to mouse. Binti amke. Sasa binti amezimia. Sasa kampiga ile mouse to mouse dume ya kwanza. Busu takatifu hilo. Binti akashtuka. Uko sawa? Wewe kata kibao mzee, kibao kingine hicho. Nimefanya kukusaidia wewe. Kona nipiga. Sorry. Kaambia samahani. Kaambia okay. Uko sawa basi mimi naondoka. Basi akawa ameweza kuamua kuweza kuondoka. Binti anakumbuka. Vitu vyake wote vimeloana, maskini ya Mungu. Homework yote imeloana. Leo profesa sio tena kumwambia nini profesa. Sasa binti akamweka. Ile shilingi inazidi kushine. Na kile anaposhine jamaa anapata hisia huko. Sasa binti ile shilingi kaa inang'aa. Jamaa kaishi kuna kitu hapa. Kila mtu anajua mabadiliko ya tabia ya utamaduni. Binti kachelewa amevaa manguo. Hana nguo za kuvaa. Sasa amevaa nguo zile za judo. Watu wanacheka balaa. Cheki mambo hayo. Anamshangaa mtu vipi? Helam, umechelewa, umevaa nguo za ajabu. Alafu leo assignment yako iko wapi ndio kupa? Sorry. Kabla nisamee profesa. Imeloana leo bahati mbaya. Nikiwa napita nilianguka pale bathroom. Nikaa nimeweza kuziangusha. Kaambia zimeloana unaniletea. Usije ukaniambia assignment tulifanya vibaya. Leo umeleta hii imeharibika hivi. Kaambia huyo mwazibu tu profesa. Mpe nafasi nyingine kesho. Alete nzuri. Sikilize.
Hakikisha kama unajirudisha kwenye akili yako kawaida na akili yako weka iwe vizuri. Kisha uniletee nyingine umeandika vizuri. Basi kila siku maskini binti anagombezwa kila siku. Jamaa aliona kile kitendo, alijua binti kweli hali yake basi sio nzuri hapo shuleni. Binti na wazazi wake anasema haijalishi, nitakata tamaa, nitabaki kila siku nikijitahidi mpaka siku moja nije kufaulu. Anaanza kile mawazo yake. Basi jamaa alikuwa akisikia ile mawazo. Hakika nafanya assignment. Leo nataka Roy abafutie partner. Kama mtu yuko nipe mimi. Roy njoo. Akaonyesha mkono. Naomba nywe na Hailam partner wangu. He! Binti akashangaa. Mimi ni partner yako? Kaambia itakuwa kazi nzuri. Kaambia mimi sitaki. Kama mtu ungenifanya mimi. Watu wanamngangania Roy. Nikasema okay. Kama profesa? Hapana. Basi wewe mtakuwa pair. Wewe na Roy mtakuwa mnafanya homework pamoja. Basi alichaguliwa yeye na Roy wafanye homework pamoja. Basi jamaa alikuwa akizungumza na binti. Unajua wewe mpenda mabinti wewe. Mzee mzima George. Kaambia oya, tanipigia nimekuachia namba. Basi kaambia ondoka binti. Jamaa wako amekuja hapa leo. Kaambia kwa nini kuna makelele? Labda utakuwa unaongelea nini kuhusu rafiki yangu? Ni mimi. Huyu ni kaka aje, kumbuka anaitwa George. Tutaelewa kila kitu na uzidi kusonga mbele. Usiwe na wasiwasi kabisa. Uko na DJ Hero Boma. 前後加埋2巴，你話你係跌晒蛙啦，定係特登唔避上抽人水啊？你講咩啊？ 百幾年嚟木口木面，對人對事冇反應，呢個女仔激得你咁嬲，有啲嘢咯。冇可能。OK， 唔講呢飯嘢。 Basi 人啱。 Asema wajua binadamu hawako sawa. 望下先，實有。 Angalia huku. Hapa hakuna hata binadamu hata mmoja. Wote hawa ni mamonster. Yaani ni mamonster wote. Siki mambo. Wako wa kutosha hapa ni mamonster. Kaambia kwa binadamu ni monster. Mbona watishi? Kaambia sio hivyo. Binadamu ni wazuri. Lakini hawa walioko hapa hakuna binadamu. Na kazi yetu sisi ni moja, kustopisha wote hawa. 以前人類好單純， kabla wao binadamu hawajawa kawaida, 人同人會互相 tutakuwa tuweze kuwasaidia kila mmoja, 交心。 kufundisha kila mmoja kwamba miaka 100 iliweza kupita, 貪婪 vitu kama hivi vipo vinasababisha matatizo kila siku, 已經變成人食人嘅世界。 lakini 我哋見 hawa 死 inaonekana kwamba wao wengi zaidi, watu wengi watakufa endapo watu wao wataleta madhara. 兇殘係少數啫， Nasema kwa namba ndogo 已經足以毀滅人。 kabla imechosa. Sisi hapa tutaonesha binadamu. 呢個問題拗咗成100年啦。 Nasema tatizo sio kuwa binadamu miaka 100 iliweza kupita. Kama hamna saja, sisi ndio kazi yetu sisi ni kuwasaidia binadamu wao wasije kuzurika na hawa. 你而家 Kama nakumbuka mara ya kwanza, basi ndipo alikumbuka jinsi gani waliweza kukutana. 點解將我變成好似你咁嘅怪物？ Basi 成村人都死晒。 basi jamaa alikuwa anakumbuka pale ambapo 我左簽 akasema, sikiliza, 作為 ulipokutana na Mucus 有咩問題？ ulifanya kosa kubwa. Mucus ana nguvu na ana nguvu nyingi. 無窮無盡嘅生， Yeye ni moto, hawezi kufa miaka baada ya kumulia mpenzi wake kipindi kile, 無盡嘅痛苦。 na yeye pia na maumivu makubwa. Basi huyu jamaa alimuomba kwamba mzee mzima ambadilishe ili aweze kulipa kisasi. 生生世世咁吸血，咁我同魔鬼有咩分別？ Hii ni kumbukumbu ambayo alikuwa anakumbuka Roy mara ya kwanza alipokutana na George, ambaye George alimpa damu yake akainywa kwa akaenda kuwa mtu mwenye nguvu. Kaambia siku ile mara ya kwanza uliniamini. 以嚟令我更加相信 Kaambia pia mimi naamini binadamu 根本唔值得去幫， kwamba wanahitaji kuweza kusaidiwa, 血族嘅存在 hata kama sisi ni vampire, 一樣會自相殘 lakini 殺。 bado hatuwezi kuua mtu yoyote. 所以 Kwa hiyo 我應承過 kama ndio hivyo, maana nilikuahidi 變到你嘅睇法， hawezi kubadilika 痛苦過。 na ukafikiria mambo ya nyuma yanaweza kupita. Kumbuka leo ni siku yako ya miaka 24. 我記得㗎。 Ai, nakumbuka hivyo. Ana miaka 224 huyo. Wana miaka mingi balao. Sio amekaa hapo. Kabla tunashukuru.
Sasa kumbe kuna birthday yake mshikaji. Sasa binti kama kawaida leo ametoka zake kwenye makumbukumbu yake. Sorry. Wey, binti jamaa kabishana naye. 咁啱嘅。 Kaambia pole samahani. 先嚟我屋企送外賣。 Kama jana ulifikisha mzigo yako kwa bathroom ulimuona ndugu yangu usilikutana siku ile. Ndio ulikuwa bathroom 熱情。 Kabla ndio. Ni mimi hapa. Mimi naitwa George. Ni kaka yake na Roy. Yani 我叫羅希南。 Kabla mimi naitwa Roylam. Kama vizuri sana. Jamaa sanataka dogo ampate. Kama mtoto tukapata chochote pale tuweze kula nini. Binti akashukuru. 冇帶銀包添，不如你請我。 Sahau kuhusu waleti yangu nimesahau kusimeanza kule shuleni. Na basi njoo ununulie tule. Jamaa jaribu kutengeneza mazingira na kukaa karibu na binti huyo ili aweze aweze kumpata binti huyo awe mchumba wake. Jamaa amempenda kweli. 就Roy， Kaambia Roy kweli ni mpole. Jamaa akaanza kumsifia Roy kwa sababu alipokuwa miaka 5 alikuta ameanguka barabarani. Hana mtu wa kumlea. Wazazi wake walipotea na yeye ni mpweke siku zote. 有啲自閉，仲黐脷根添。 Kwa nilipomuona 後來做完手術先好翻。 nilimuona hivyo nikaamua niweze kumsaidia niweze kukaa naye. 好似咁孤僻咁啦。 Kama inaonekana kwamba wewe ni mtu wa jamii. 麥芽糖。 Sema ngoja twende. Ndio tukajaribu vile vinywaji pale. Sasa kumbuka hata kumleta la binti. Sina hela. Kaambia ninayo bwana. Twende. Na dola za kutosha. Tukale. Kumbe alikuwa anamtania binti ili aanze kuingia kwenye karibu. 唔好意思啊。 Kambe sehemu hapa ndo naishi mimi na Roy. Hapa ni nyumbani kwetu. Karibu sana. Niliacha waleti yangu hapa hivi. 但係你約咗阿 Roy 啊？ Lakini nitakuwa kukutana na Roy leo. Maana leo nasikia nitakuwa mfanya homework pamoja. Kwa nini nimekuaisha kuleta hapa? Roy atakuja sasa hivi. 講過呢度傾喎。 Lakini hii ni sehemu tutakaanza kudiscuss. Kama bila shaka nyumba ni kubwa hii. 咩？ Umemuuliza? 我哋有心靈感 Kamba 應。 yeye kwa akili za haraka 佢翻嚟啦。 atakuwa anarudi sasa hivi. Kumbe ni kweli huyu hapa. Roy karudi, kamkuta binti nyumbani. Kaambia hivi, "Hai." 佢好心幫我手嘅啫。 Oya, binti anakusalimia vipi? 門係客，你唔招呼人㗎？ Kwani unajua kukaa na wageni? Kaambia nitaona naye baadaye. Naam, sawa. Kaambia oya, usijali. Wewe kaa naye vizuri. 啲人 Huyu 咁嘅咩？ hapa sehemu ni nzuri, mtakaa mtarelax kila kitu Mzao? na mtakunywa wine zipo za kutosha ninyi tu. 啦， Kama mimi nakunyaga tu maji. Sasa jamaa akaita vitabu vyote. Kumbuka mambo atakuwa anafanya yani discussion pamoja. Profesa amewachagua. Champagne。 Kama champagne iko hapa, mtakunywa nini? 啦， Kama tutakunywa tu maji. 一陣讀書咧就係書房。 Kaambia hamna haja. Nyumba kama hii ni kubwa na vitu vingi. Hauwezi kunywa kitu kimoja. 我會嘈住你哋㗎。 Lakini pale kutakuwa kuna kelele nini? 不如幫我起個名先啦。 Kwanza nisaidie kumpa jina huyu. Kaambia vipi kuhusu Bobo? Safi. Jina zuri. 除㗎。啱。 Kaambia nimependezwa sana na wanyama kama hawa, ndo marafiki zangu wazuri. Lakini labda tawachekesha. Takafungua champagne. Hiyo mkoza binti. Jamaa akamkumbatia binti anamficha sigongo na champagne. Kwanza yake na makusudi. Wewe, samani. Bwana anafanya makusudi ili jamaa ingie kwenye mahusiano. Kaambia binti soma. Soma hapo vitabu. Biba tuende hivi. Mzee tuchanganya akili hapo. Sasa akamwacha bro. Akasema safi. Basi unaambiwa discuss mambo ya shuleni kwa muda mrefu. 抽象。 Binti alizoea kutumia vitabu leo anatumia laptop ya mzee mzima. Hao ni matajiri. Binti kwa maskini. 玩具咧都會兩眼發光，無論大人細路有錢冇錢都貪玩嘅，好似我細個咁啊，屋企冇 Unajua nilivyokuwa mdogo 或者不同玩。 niliona vitu kama penseli nini. Sijaitumia laptop. 咁條飛機咧， Tucheze ule mchezo wa utotoni ule. Sasa umesoma umeshachoka sana baada ya kusoma. Sasa binti anataka aanze kucheza michezo fulani hapa. 咁你細個玩啲咩㗎？ Ambia kwa napenda kucheza mchezo kama huo. Ndio tucheze bwana. 坐遊輪。 Sasa jamaa yeye hajazoea kuishi maisha ya namna hiyo. Yeye ni mtu wa kimya, hajui michezo. Vampire anaga hisia za kijinga. Kaambia haya, umeshinda. Sasa binti akana, mimi sijaelewa mchezo wa wachezaji. Nitakufundisha. 點答？ Fanya hivi, mnashinda. Mimi nigeuza hivyo kiuta chini umeshinda. Sasa akana anacheza binti muda mrefu. Kaucheza mpaka jioni usiku ukaingia. Binti anacheza tu. Wanacheza tu. Jamaa akaanza kugundua, ndo hivi, akamfanya binti akaanza kushinda. Samlaji akaanza kushinda. Haya, akaanza kuenda kashinda. Sasa, huu mchezo ulikuwa hapa muda mrefu zaidi alicheza. Binti akajisahau kwamba anachukua kaenda nyumbani. Nimeshinda tena. 我都話咗唔識玩㗎啦。 Kama kama mimi sijui mchezo.
Basi baadaye walikaa sana. Binti 我嘅話廚房有嘢食。 kaambia unaonekana una njaa, chakula kiko jikoni, aenda akapakue ule. Basi binti alifika kaanza kutengeneza msosi. Ile jamaa yako hajui kutengeneza msosi. Kwa binti akachukua nafasi. Wao wanakaa wawili na kaka yake. Sasa binti akaanza kutengeneza msosi. Sasa ukaribu ukao umeshaanza baina ya binti huyu na mzee mzima Roy. Roy alimtazama binti kwa muda mrefu. Binti anavutia pisho lake zuri. Pale pale alikumbuka mpenzi wake wa kwanza alipokuwa akiandaa chakula kipindi hicho kule porini. 食得啦，啱啱最耍家嘅咖喱飯，家傳俾翻你。 Asa anakumbuka yale mambo ya nyuma. 咩啊？咁食啊？ Shida nini? Chakula utaki kula? Njoo tule bwana. Chakula ni kizuri. Binti alimkaribisha. Sasa wanakwenda kushiriki chakula. Basi walianza kula. 點啊？ Kikoje? 句 Kama kizuri. 估你唔到添， Lakini nilikisia tu. Ulikisia nini? 咁難相處。 Watu ni vigumu sana kujua kama chakula ni kizuri, kwa lazima najisifu. 我只係講事實啫。 Mbona unaongea ukweli tu? 我都係講事實。 Napenda mara nyingi sana kuongea ukweli kwa sababu shuleni pia naona mimi hapa naonekana mtu wale ya chini, mimi nina tofauti pia. 人可唔可以謙虛啲㗎？ Kama unaweza kuwa kidogo tulivu tuweze nifanye na wewe assignment. Natumai kesho nitaondoka kwenda peke yangu ipeleka kule shuleni. Jamaa kaanza kucheka binti hivi. Jamaa wako amekaa huku, Gaisam anatengeneza taa. Hapa sikia pikipiki inakuja. Anatupa macho, hakuamini kuona binti ameletwa na Roy nyumbani. Roy kamleta binti leo. 淨係睇參考書 mark 咗個位，唔好嘥時間。 Anasema soma vingine, usipoteze muda. Soma vitabu vingine nilivyokupa. Basi binti akasema sawa, bye. Kamwaga. Roy akamtazama mshikaji. Baadaye huyo kasepa. Wameambiwa akae pamoja. Kwa hiyo 傾到咁夜啊！ we, kwa umechelewa mpaka saa hizi. 換燈膽啊！ 冇咁啊，落衰煲個湯，順便經過攞埋俾你啫嘛。等你 Yaani leo nimeshangaa mpaka Roy amekuleta nyumbani. 我唔益你啊，都係。 Akiana mmesaidiana sana. Anakaa ni jirani yako mzuri. Vipi kazi mlofanya na Roy? 大發現 Kamba nimejua jamani. Huyu kijana ni genius nakwambia. Ana akili balaa. 佢仲幫住 Wewe, 嘅添， yani nifanya noksi, lakini amejibu maswali yote bila kukosea. Yani sijui kesho nitaenda kupata. 果然係高材生啊！ Lakini nimejua kweli huyu ni genius. Huyu kijana ni genius balaa. 唔知啊， Oh. 自閉㗎，佢完全未玩過天下太平㗎，連超紅豆都未。 Sijai cheza mchezo kama huu, lakini huyu jamaa kama ni genius. Yani anasoma vizuri. Jamaa sasa mimi naona. Lakini baadaye aliona kawivu fulani. Basi shuleni wanaendelea kusonga mbele. Basi alikuja shuleni leo. Asubuhi jamaa alimtembelea. Kamba vipi? Simu yangu ambayo ulisahau jana, simu yako pale kwenye kochi. 我仲諗 Sasa kila mtu anaposikia, wanafunzi tukaanza kusikia wanavyoongea. Kumbe jana alikuwa nyumbani kwa kina Roy eh. Morning Freddy。 Kamba asubuhi Freddy. 做咩？ Mbona unafanya nini hapa? Kaka kajamii rafiki. Mimi ni kazini yake na Roy. Kaka ngoja kuharibu kabisa. Ili wanafunzi wasimsogelee. 球員嘅生日 party。 Kama leo ni birthday ya Roy, mpenzi wako leo ni birthday. Sasa kaanza kutopoka mambo ya mapenzi. Pale mbele wanafunzi wote wakaanza kusikia. Sasa Roy, 一齊分享嘅。 huyu ni familia moja. Kwa hiyo huyu 我同 kaambia ngoja Roy ni classmate wangu tu. Kaambia hapana, so classmate. Jana mlipigana mabusu. Niliwaona. Ndio. Watu wakaanza kushangaa. Kasikia Roy akakukisi tena siku ile ilivyoanguka kwenye maji. Kaambia acha uongo. Kamba 我實 Sasa mimi naenda darasani. Sasa aibu ishavuka. Binti ajulikana kwamba alipiga busu nini. Maana yake na mahusiano kama mapenzi na Roy. Kaka alikuja kuharibu afu akaanza kucheka. Sasa baadaye binti aliogopa sababu walitangaza kwamba Roy ana mahusiano na mapenzi na yeye. Sasa hiyo itakuwa ni aibu. Basi binti alikuja bafuni. Chooni leo kutaka kuweza kujisaidia. Ghafla alimwagia mkojo mchafu na nuka. Kuna binti alimwagia, alafu binti akakimbia. Maskini na Mungu anakuja kutoka. Akumuona aliyemwagia ile maji machafu. Huku nje maskini na Mungu watu wameanza kumtenga kwa sababu tu anampenda Roy. Watu kumbuka wasichana wengi wanampenda. Sasa alikuwa kwenye ground. Kila mtu akimuona na hasira naye. Wakaanza kumpiga na mipira. Ghafla basi rafiki yake Ngaisamu akaingilia maskini. Kaguswa. Mnafanya nini? Kwa nini mchezi? Chezeni, ondokeni. Sasa binti watu wamshamtukia binti sababu Roy shule nzima inampenda wasichana. Sasa wanampenda Roy afu Roy anampenda binti mmoja.
asiwe kitu ndio nawapa watu hasira zaidi. 我淨係想知你究竟同嗰個 Roy 之間發生咩事啫？啊？其實我聽到晒啦，但我唔信啊！你明點解嗰班人要針對你㗎？ Mimi nilikwambia usikae karibu na huyo mtu. Sasa kila mtu anakupinga wewe kwa sababu tunaishi karibu na Roy. Kaambia kimetokea. Kaambia sio mpaka kiongozi mkuu wa shule yule msichana yule anakuchukia. Kama siogopi kuhusu hilo. Kwa sababu yote mimi niko kwenye judo club, kwa hiyo siwasi chochote mimi. Siogope. Tuanze darasani. Hao marafiki wazuri. Ni kaka. Yaani kama mtu kaka na dada kwa sababu rafiki wao. Wameishi muda mrefu marafiki. Sasa wakati wa chakula kila mtu anamwangalia. Sasa wasichana wa shule wamemchukia kweli. Sababu Roy anampenda binti. Na wao wanampenda Roy kwa binti kwa nini apate yeye mwenyewe. Sasa kila mtu anamnunia binti mpaka ajisikia mpweke. Anakaa kipekee. Lakini zaidi ya yote binti hawazi chochote. Akaja msichana mmoja kumchokoza. Maisha kamagia uchafu kwenye chakula. Hapa akamwambia sorry. Mwingine akaja kamagia pia naye akamwambia sorry. Mwingine akarushia makaratasi kwenye chakula. Watu wakaanza kumcheka maskini. Wanamfanyia visa, kashfa. Kama mimi nafanya nini? Mbona sijamchokoza mtu yote hapa shuleni? Kaambia hamna kula nyama. Kama hujala nyama siku mingi. Kama nyama mbona mnakuwa na utoto mwingi? Ina maana inachekesha sana. Kila siku mimi nimekaa na Roy. Roy yule sio mtu wangu. Yule ni mtu ambaye ninaishi naye tu kwa sababu ya shule, tumeshapangiwa mambo ya shule. Kaambia cheni utoto. Kaambia habari mpya. Nini? Kwa mtu amechapisha upuzi. Kuangalia eti kwamba Roy yani kuna tangazo ametoa na kumchafua binti. Sasa kila mtu akaa anamuongelea vibaya hadi matangazo. Kaambia oya, angalia ujinga huu. Katika 24, wewe unakuwa 24 kati ya watu 7. Masino wakaanza kumcheka. Kaambia cheni aibu. Kwa nini mnanifanyia hivyo? Ninataka tu nimalize zangu mafunzo yangu, nipate chuo. Mimi Roy rafiki yangu tu, wala sina mahusiano ya mapenzi na yeyote. Kwa nini unaniweka kwenye wakati mgumu? Mimi sina ugomvi na mtu yote. Niko maisha yangu ya chini. Sijamkorofisha mtu yote. Nimezaliwa nahitaji kutimiza ndoto zangu. Sasa kila mtu anamtazama. Naona anajiambia yule hamu sijali. Vijana ndivyo walivyo. Lakini jamaa wako akasikia mawazo ya binti. Koja. Wanaume akaja. Cheki mambo. Kaja moja kwa moja mpaka pale. Kamkuta binti. Kamtazama. Sema kila kitu kinachoendana nami na binti huyu ni maamuzi yangu. Sitamfukuza. Huyu ni patina wangu. Na kila ninachokipanga mimi nitakipanga na mtu asiyekuwa na furaha na yeye. Sasa hana furaha na mimi. Kama binti twende. Na nyote mmesikia kwa ukubwa. Kama ni hivyo, mtu asija kamuuzi binti huyu. Gafa mzee. Binti sana mpendaga huyu. Kaambia sijaelewa chochote kinachofanya wewe. Huyu mtu wa kawaida tu. Ona msaidia. Anaonekana mtu maskini. Hana kitu huyo. Wasichana kama hao hawapo. Kaambia usinilazimishe kuingia kwenye matatizo. Kuanzia sasa hivi na kuendelea. Kama matatizo likitokea la kwake ni langu. Na adui yake ni maadui wangu pia. Kuanzia sasa hivi na kuendelea. Atakaye mgusa binti wako kumchokoza, maana yake amenichokoza mimi. Na wajibu wangu nitamlinda. Binti twende. Baba bake. Kachukua mtoto huyo. Nasepa naye baba. Baba hiyo nikiwa ni sehemu ya kwanza kabisa ya kitu Love in Time. Baba, Hero kana mitambo kama kawa. Hakikisha una subscribe kwa wingi. Bila kusahau kwa udhamini watu kibao. Kama vile Baba J Digital Studio pale barabara Dorcas basi. Naye mhusika zaidi. Kuendelea kutunikisha gongo kali kama hiki. Chini ya usimamizi wa DJ Hero kutoka pande za Boma. Basi baada ya vitu kibao kama haya, basi nawatakia siku nyingine tena kutazama episode ya pili. Hakikisha una subscribe kwa wingi na unanisikiliza kwa makini katika picha hii. Basi wale wote ambao tulikuwa tumezozana vibaya kama hayo katika YouTube channel, sasa hivi tuende pamoja kabisa. Sio na wasiwasi, ingia tazama movie kabisa. Amani tele.
Basi kwa kuacha comment yako, usiondoke bila kuweka comment pale chini. Nini nifanye basi kuboresha kazi yangu iweze kwenda vizuri? Nami nitapokea, maana duniani wote hatujakamilika. Kila mtu yuko na shida zake na mambo kama hayo. Basi ndije himte kabisa tukapanda Bomba Dorcas. Nikiwa basi kwenye mitambo. Bye bye.